Watu wengi wanasema oa mtu mwenye maono sawa na wewe. Yaani usioe upendo. Yaani usioe mtu kwa sababu ya upendo, ya love. Oa kwa sababu huyo mtu ana vision pamoja na wewe. Mimi nasema oa mtu unayempenda, au olewa na mtu ambaye umempenda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alituita, yaani mume na mke, kuambatana na kuwa mwili mmoja. Kuambatana na kuwa mwili mmoja ni tofauti sana na maono, au ni tofauti sana na kusudi. Yaani kuambatana na kuwa mwili mmoja tayari hilo ni kusudi la Mungu kwa wanandoa. Yaani hiyo tu lenyewe ni kusudi. Umeona? Kusudi la kutengeneza hiyo ndoa. Mungu akasema mtaambatana, mtakuwa mwili mmoja. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba huyo mwanaume na huyo mwanamke watania mamoja, watafanya vitu kwa pamoja. Naongelea physical things, naongelea vitu vya duniani. Yaani siongelee chochote cha rohoni. I'm not talking anything of the spirit. Mungu amekupa vision gani? Sijui amekupa kusudi. Mimi siongelee hiyo. Naongelea vile vya kawaida vya kuishi hapa duniani. Tuna watoto pamoja, watoto tunaenda nao, wanaenda shule gani, tujenge wapi, tufanyeje kuhusu wakwe zetu, tufanyeje kuhusu labda safari zetu, tununue gari. Maisha yale ya kawaida. Tunaishije na majirani, yani nikisema physical naongelea maisha ya duniani. Hapo ndo tunaambatana na mume wangu ninayempenda, na mke wako, na unaambatana na mke wako unayempenda, mnafanya hivyo pamoja. Mnapanga vacation, mnapanga likizo, mnapanga nini, kazi unaenda, yani nafikiri umeshaelewa. Kwa Mungu alivyosema ambataneni na mwili, yani muambatane kwa mwili mmoja pamoja. Sasa of course in sexual intercourse, unaona? Yani ile kwa mwili mmoja maana kwamba wewe na yule, yani kuna kitu mnafanya, mnakuwa mwili mmoja. Okay? Sasa kuna mahali watu wanaongea kwa habari ya unajua mume au mke, yani usioe mtu ambaye sio vision yako. Ngoja niwaambie kitu. Vision, Mungu anampa mtu kusudi au vision at any point of time in their years. Mungu anaweza kukupa kusudi ukiwa miaka 70. Mungu anaweza kukupa kusudi ukiwa miaka 60. Mungu anaweza kukupa kusudi ukiwa miaka 50. Mungu anaweza kukupa kusudi lako ukiwa miaka 40, 30, 20, whatever. Mwingine anapata kusudi hata akiwa kwamba maybe teenager. Sawa? Na kusudi hilo linaweza kuwa ni spiritual, kusudi hilo linaweza likawa hata kawaida, ya kawaida. Si ndio? Labda Mungu anakuambia, mfano yule alipewa kusudi la kutengeneza balbu. Si ndio? Alikuwa kusudi lake yani lazima atengeneze balbu. Umeona? Kwa hiyo ukiongea natafuta mtu wa kusudi langu, utakuwa wewe ni muongo. Kwa sababu mfano mwanamke ameolewa akiwa na miaka 20. Yaani Mungu hakuwa amemuita kwenye kusudi lolote. Yaani ni kwamba tu amemaliza shule na nini labda alikuwa anampenda Mungu. Akapata mume wake akiwa na miaka 20, ameendelea. Lakini alipofika miaka 40, Mungu aliongea naye. Sijui kama unaelewa hicho kitu. Mfano akina Abraham. Mungu aliweka makusudi yao watoke huko walikokuwa wakati tayari ameshamoa mke wake. Kwa sasa sijui utasema kama hapa inabidi sasa huyu mwanamke kwa sababu alikuwa sio wa kusudi ni mtoe. Hapana. Kila mtu Mungu anampa kusudi kwa sababu yake, kwa muda wake, kwa miaka yake hivyo. Mungu akikupa kusudi mwanamke ulioko ndani ya ndoa, fanya kusudi. Kusudi lako halina uhusiano wote na ndoa yako. Kwa nini? Mungu amesema atakupa kusudi. Na Mungu anasema if I give you a vision, I'll give you provision. Provision maana yake ni zile resources za kufanya hiyo vision ikamilike. Kwa anaweza kumpa Mungu mwanaume kama amepata ile kusudi, kama mwanaume ana kusudi fulani maalum, labda ni mtumishi, mfano mwanaume ni mtumishi, labda mwanamke ameolewa na mwanaume mtumishi, mwanamke alikuwa tu wa kawaida yani hana hili wala lile, ameolewa tu na mtumishi. Mwanamke wewe kutafuta kusudi lako, usikimbilie kusudi la mume wako.
Mume wako Mungu atamuinulia watu na kabila za watu kwa ajili ya hilo kusudi. Wewe Mungu amekuita kufanya nini? Kama Mungu amekuita wewe kama mama nyumbani na kupokea tu wageni na nini, maybe hapo hilo ndio eneo lako. Semelewa. Maybe wewe bado ni mfanyabiashara au labda wewe ni mfanyakazi. Endelea na kitu ambacho Mungu amekupa. Kuna kwenda kutoa hesabu ya mambo ambayo Mungu amekupa. Sasa usiseme unajua ni mume wangu, si ni hapana, au ni mke wangu, hapana. Kwa hiyo hilo ni moja. Kwa hiyo ni muhimu sana tusichanganye kusudi na ndoa. Wanaume, mchukue mwanamke unayempenda. Hatari ya kumchukua mwanamke mwenye kusudi, yani kwa kusudi, yani like umemwoa tu mwanamke kwa sababu kuna kusudi fulani, yani labda mnafanana, yani makusudi yenu yanafanana, maana na hujampenda. Maana yake ni kwamba in the middle of wewe kufanya hiyo kusudi, utakutana na unayempenda. Utamchukua, mtapendana, mtaendelea kuishi kama mume na mke, hata kama ni kwa kuiba, kwa sababu mmependana. Watu wanaoanguka kwenye ndoa zao ni kwa sababu mtu aliyenaye hajampenda enough. Kuna mwanamke mwingine amempenda, au kuna mwanaume mwingine amempenda. Kwa hiyo mimi nafikiri let's just be real. Labda nitoe mfano mmoja. Mbona duniani huku baba anafanya kazi labda Coca-Cola, mama labda anafanya kazi Wizara ya Maji, si kila mtu anafanya kitu chake? Mbona wanakutana jioni, wanaongea, wanaendelea na mambo yao, wanaongea mambo yao watoto, wanaongea mambo, wanaendelea na lifetime na life, wameambatana na kwa mwili mmoja. Kwa nini kwa upande huu sasa wa mambo sijui kusudi, sijui nini, sijui biashara, sijui tunakuwa kama lazima tuwe pamoja? Hapana, wewe fanya biashara yako na mimi nafanya biashara. Jioni tunakutana nyumbani. Yes, kama nina changamoto yoyote katika biashara yangu nitakwambia, utanisaidia kutatua, lakini ukiwa wewe you are not inside that thing. Umeelewa? You are not inside that thing. Hatari moja hapo ya kufanya kila kitu kwa pamoja, yani kwa habari ni kusudi, sisi tuko pamoja, sisi tunafanya kitu kimoja, tunaenda. Hatari yake ni kwamba mkitoka kwenye hiyo kazi ya kusudi, mkifika nyumbani mtaongelea mambo hayo, mnachoka. Na ndio maana watu wengi wanakuta wanatafuta mwanamke mwingine huko, mwanamume mwingine huko, wanaongea mambo mengine. Na hata kama kimwambia changamoto yake yoyote, ni kwamba tu hiyo changamoto yule mtu atampa overview kwamba okay, kama vile anamshauri, lakini actually hayuko inside that thing. Yaani uwezi kuwa mume na mke, alafu hapo biashara mnaongelea biashara, hapo sio mnaongelea kusudi. I'm telling you, hiyo sio ndoa. Wewe utakuwa ni one of the resource. Na sidhani kama mimi nataka kukaa ndani ya ndoa na mume wangu ambaye ni one of the resource person ambayo Mungu amenipa. It's one of the provision. No. Mume wangu ni mume wangu, ninampenda, tunafanya mambo mengine. Mke wako ni mke wako, unampenda, unafanya mambo mengine ambayo hayahusiani na huduma, hayahusiani na vision, hayahusiani na kusudi, hayahusiani na kazi. Na ndio maana watu wengi pia hata kwenye secular wakiwa kazini pamoja, mmoja anatend kuacha. Kwa nini? Kwa sababu yani msibebe sana kile kitu, yani mmetoka kazini, mambo ya kazini yako hivyo, si nini, haya mnarudi nyumbani mnaongelea mambo ya kazini. Seriously, no. Hamtajenga nyumba yenu vizuri. Kazi kubwa ya wanandoa ni kusaidiana, kutiana moyo. Mwenzako mwenye kusudi lake hivi, akija akaongea na mke wake hivi au mume wake hivi, wanasaidiana. Basi nitakusaidia, basi nitakupa, ngoja nitakusaidia hela fulani, unaweza ukatatua changamoto. Basi nitakusaidia kufanya hivi, kama utasafiri. Kazi yetu sisi ni kupushiana, kusaidiana, kutiana moyo, kuombeana. Lakini ukisema unamwoa mtu wa kusudi, nakwambiaje, hilo kusudi linaweza likaondoka in the sense kwamba you can part away. Wewe si unakusudi bwana, tuna zinazofanana, na mimi nakusudi bwana, mimi tumeshindwana bwana. Nakwambia mtu mwingine anachomoka huko, umechoka. Kwani business partners umeshawahi kuona business partners wanaachana? Business partners wako kwenye kusudi moja wanaachana. Yeah. Kwa hiyo don't be fooled. Oaneni mtu unayempenda. Trust me. Mimi kama singeolewa na mwanaume ninayempenda,
yani mimi mwanaume tu ninampenda, yani mimi ninampenda mume wangu. Kama ningekuwa simpendi, kwa kweli, yani seriously, ungekuta nishamwacha siku nyingi. Yeah, so I mean, how can you go? Unasema utaendaje na mtu ambaye hamjapatana? Hamwezi kutembea pamoja na mtu ambaye hamjapatana, hamjaelewana, hamjafurahiana. Haiwezekani. Na ninaamini mume wangu kama alikuwa hanipendi, like seriously, like simpendi mwanamke, yani siku nyingi. Jamani, unajua upendo haudanganyi. Upendo haudanganyi. Mwanamke au mwanaume ambao hampendi mume wake au mke wake, uvumilivu unakujaga pale kwa mtu unayempenda, sio vinginevyo. Sio mtu mwenye kusudi. Hamna uvumilivu kwenye mtu mwenye kusudi. Jamani, mimi siwezi kuvumilia kwa sababu tuna kusudi moja, ishia zako. Mimi naendelea na kazi zangu. After all, ninajua cha kufanya. Mungu sikaniita. Ndio maana wanaachanaga. Lakini kama wanapendana, walioana wanapendana, they will stay. God bless you.